madhara mentali. Sasa madhara mentali kanoma ujue barabarani hapa. Kafara zinachorwa. Hii mbona freshi? Vipi mwanangu? Mtoto kafanyaje? Ndio mke wangu. Nimeota njozi nikiwa nipo na watoto. Kwa bahati mbaya mtoto mmoja aliteleza na kutumbukia kwenye kisima. Wakati nataka nimuokoe, nikajikuta na mimi nateleza. Ndio nikakurupuka mke wangu. Ndio maana nimetaja mtoto. Sawa. Pole sana mume wangu. Asante Mungu. Mke wangu, kumbe kumekucha? Ndio, kushakuwa asubuhi sasa. Nimechelewa gengeni. Nisikilize Shedafa. Kinachomsumbua mke wako ametupiwa jini. Shedafa, mkeo ana jini maiti. Pagumu hapo. Sasa tunafanyaje mtaalamu wangu? Kwa sababu hicho ndio kilichonifanya nikatoka nyumbani kwangu nikamleta mpaka hapa kwako. Kwa sababu niliamini wewe utaweza kunisaidia. Haya, niambie nini kifanyike? Nisikilize. Kama unataka tumsaidie, nahitaji ukanitafutie nazi mdondo uniletee kabla jua alijapungua kuwaka. Mimi nimekuelewa mtaalamu. Na nikuhakikishie tu hizo nazi nitazitafuta kwa gharama yoyote ile. Kwa sababu nimechoshwa na hii hali ya mke wangu. Yaani kuna wakati mke wangu analala kama amekufa. Hata umfanyie nini? Yaani kuna muda analala nachukua mpaka kijinga cha moto kile. Najaribu lakini bado haamki. Hapa sasa nakubaliana na wewe kwamba kweli huyu atakuwa ametupiwa jini maiti. Ila mtaalamu, mimi nina swali moja ambalo nataka nikuulize. Ukinijibu hilo, basi mimi nitakuona wewe mtu wa maana sana. Kwenye mazungumzo yako nimesikia umesema hili jini ametupiwa. Sasa nahitaji kujua ni nani alofanya huo utopolo? Nani alifanya huu ujinga wa kutaka kuingiana mwilini na mimi? Huyo ndo nataka kumjua. Nikishamjua, sina maana kwamba nitafanya kitu kibaya. Hapana. Ila tu ninachokitaka mimi, nataka nimjue mnafiki wangu na mbaya wangu ili niweze kukaa mbali naye. Hilo tu baba yangu. Hebu niambie, nani anahusika na huu ujinga? Nisikilize Shedafa. Mimi sina ruksa ya kukwambia nani mbaya wako. Ila ubaya unatoka katika familia yako. Yaani inamaanisha kikulacho kinguoni mwako. Basi, kuna nini tena hapo? Mimi nishaelewa. Usichokijua tayari mimi nishakuelewa. Kinilacho kinguoni mwangu. Haina shida, mimi nimekuelewa. Sasa bwana, hata mimi nikakuletea hizo nazi. Lakini kitu ambacho natakiwa nikuambie, hiki kichwa changu hiki chenyewe ni VAR tosha. Mpaka dakika hii tayari nishangamua nani kacheza hii rafu. Acha mimi nikakuletea nazi. Hayo mengine niachie mie. Ila sasa ndugu yangu, ninaombi. Mke wangu bwana, kama ulivyomuona, hajiwezi kwa lolote, amelala tu pale.
Sasa sio namwacha humu ndani, yanafanyika mengine ambayo sio lengo la mimi kumleta hapa. Hapa kidogo tutaonana wabaya. Samahani, lakini nimetoa tu angalizo. La mwisho, sio kila bubu asikii, ila kuna mabubu wengine wanasikia. Nikupeleke nyumbani kwetu Shelio, ukawajue na ndugu zangu mama, siri ya nini manake siri ya nini hasara zake siri mapenzi ya siri nalia. Mke wangu. Halo? Kuna nini? Imekuwaje? Nisikilize. Nakuja hapo sasa hivi. Nakuja mke wangu, nakuja sasa hivi, nisubiri. Nimekwambia nakuja, nisubiri. Hodi. Lina. Hodi. Lina. Lina, mambo? Poa. Sawa, nimefuata deni langu. Haya, poa. Devo, hivi uliingia ndani kwangu? Hapana, sikufika ndani, sikuingia ndani kwako. Nimetoka hapa muda si mrefu, vitu vyote vilikuwa vimekamilika. Nimeingia ndani nakuta gesi hamna, simu hamna. Na nimekukuta hapa nje, unahisi nani kachukua kama sio wewe? Mimi nimefika muda huu. Nimepiga hodi, wewe ndo unaingia. Sasa hizi unaniambia nimeingia ndani kwako. Na kama huna hela, bora ungeniambia ukweli. Mimi bwana, mimi sina hela kwa sasa. Nenda urudi. Kuliko tabia yako unanifanyia. Nimefanya kazi hizi mpaka leo na miaka 10. Sijawahi kuiba kitu cha mtu. Nilikupa vitu vyangu kwa moyo mmoja na niliamini utanilipa. Ila baadaye nafata pesa yangu. Yaani hata sijui kama leo nitaivisha kwa sababu mkaa wa leo hata siuelewi.
Inabidi upepee, maana njia inaniuma kweli. Sawa. Unakuwa vipi? Safi, shikamoo. Marahaba. Sana. Unaikaja hata chakula kijaiva. Vipi kaka? Mbona kama unajiandaa tena kutoka? Mungu akutoka mtume kauombea. Wewe uone kama mimi napika jamani, ungesubiria hata chakula kiive ule kwanza. Ushaanza visheni zako mshikaji wangu. Wewe fanya maana nyingine yako, nikata kwenye utipoti. Mimi nikirudi mbona nitakinda baridi. Na uvuka mpole kama le mbibi. Tukae. Wanye vipi? Unaogopa nini? Mimi natisha au? Nimekuwa kinyago. Wewe naongea na wewe, nimekuwa kinyago natisha mpaka unaogopa. Kwanza simu yangu. Hii simu yangu. Poa. Ita simu yangu. Wewe ita simu. Wewe bishana ita simu. Wewe ita simu. Tembea. Tembea. We Pashambe. We Pashambe. Bora hata nimekukuta. Hivi Pashambe, ina maana huu ubaya uliosema utanifanyia, umedhamiria kweli kunifanyia ubaya? Hivi nahangaika kutafuta mchawi wangu ni nani? Kumbe ndugu yangu wewe ndio unalalia mke wangu chini. Nisikilize Pashambe, nikwambie. Mimi sijaja hapa kuleta maneno mengi kwa sababu nahisi wewe mwenyewe unanijua. Hayo unayoyafanya wewe sio kwamba sisi hatuyawezi. Sisi wenyewe tunayaweza. Lakini pengine tunapunguza makali tu kwa sababu ya kulinda undugu. Lakini kama umeamua kuvunja undugu, Pashambe, hata undugu uvunjike. Nakupa masaa 24. Mke wangu pale chini asiponyanyuka, kwa sababu nishathibitisha kwamba wewe ndo mbaya wangu. Pashambe, moto utakao waswa na mimi unayeniona na kulidharau ni mkubwa sana. Wewe unajifanya mchawi, unajifanya mwanga, imepelekea hatua nahisi hata hii sauti yangu hiki sio kifua cha kawaida. Wewe ndo unanifuatilia. Sasa hili la mke wangu nakupa masaa 24. Asiponyanyuka pale chini, Pashambe nakumaliza. Nisikize Shedafa. Unaona ndani ya kijiji asilimia watu 99 wananiogopa. Wananijua mimi ni nani. Mimi naitwa Chifu Alwatan Pashambe. Na hilo tatizo ambalo limemkuta mkeo ni tatizo moja, ni dogo sana, ila kuna kubwa litafanyika, tena litakuhusu wewe. Sasa mimi sikutishi, kama unayaweza kichwa hiki hapa, fanya utakalo. Uje usijifanye chizi wewe. Nimekwambiaje? Fanya utakalo, kichwa hiki. Na mimi narudia, usijifanye chizi. Ujue sisi wengine machizi ambao yani tumevurugwa kweli kweli. Yani sisi machizi tuliorogwa tena. Sasa nisikilize. Mimi leo sikutaka kuja kuonyesha ubaya. Nimekuja tu kutoa angalizo. Yakipita masaa 24, mke wangu mimi hajanyanyuka kutoka katika ile hali. Nakwambia kwa mara ya pili, wewe mimi utanijua ni nani. Kwa Pashambe, umechukua uzi, umechukua nywele? Jiulize wewe, ila nina kazi nayo. Sasa Pashambe, wewe umechukua uzi sijui nywele. Wewe nenda kafanya unachokijua. Sasa na mimi acha niende nikafanye kile ninachokijua. Kubaba Senge. Kubaba Senge mwenyewe. Simu yako imechanganya sana mke wangu. Vipi, kuna nini?
Ingia ndani ukamwangalia mtoto. Mke wangu, mbona sielewi? Kuna nini kinaendelea hapa? Nimejaribu kumwamsha mtoto, haamki. Haamki? Shedi, mwanangu. Shedi, amka, baba yako nimekuja. Shedi. Mwanangu. Baba. Mungu wangu. Amka. Kido, unaenda wapi? Jirani, kiukweli hali ya mwanangu iko sawa. Nisikilize, kwa sababu sasa hivi una haraka kama Tatu alivyotatuka. Muishi mtoto hospitali ili asipoteze maisha. Tukae. Vipi Mudi, mbona umekuja hapa nyumbani unajua kabisa kakaangu ni mkali? Au unataka kunitafutia mimi matatizo? Tukae mpenzi wangu, nimeshindwa kuvumilia. Ni siku 3 sasa na kutafuta sikupati kwenye simu. Unadhani mimi nitaishije? Nimeshindwa kuvumilia, nimekumisi mpenzi wangu. Liwalo na liwe, najua kaka yako mkali, najua kila kitu, lakini siku 3 mpenzi upatikani. Si nimeshindwa kuvumilia. Kwanza nisamehe kwa kutokupatikana kwa sababu kakaangu aliniomba simu, akaweka line zake. Lakini leo hii ameniambia atanipatia simu, kwa hiyo tutawasiliana. Anyway, yaliyotokea yashatokea. Tuachane na hayo. But mimi nimekumisi sana mpenzi wangu. Naomba siku ya leo isiishe, tuonane. Hiyo umerudishiwa simu, huyo hujarudishiwa simu. Naomba nyumbani unapajua, jitahidi siku ya leo isiishe, tuonane. Maana nimekumisi sana. Usijali, kwa hilo ndo shaka. Maana hata mimi nimekumisi. Nitajitahidi. Ila naomba uondoke hapa hivi kwa sababu kakaangu akikukuta hapa itatokea mengine. Sawa mpenzi wangu, nimefurahi sana kusikia hivyo.
but jitahidi sana usije ukakosa leo na kusubiria nyumbani. Mtaalamu tena. Mtaalamu. Shedafa. Sasa kwa nini unatanguliza mwili wako mbele na unasahau mkia nyuma? Unajua unachokifanya? Hapo kidogo ndo sijakuelewa. Mwili wangu mimi ninao hapa. Ila hicho kipengele cha mkia hapo kidogo ndo sijakuelewa mtaalamu. Unamaanisha nini? Shedafa. Kwanza umekosea sana. Mimi sikukuagiza uende kwa kaka yako. Nilikuagiza ukaniletee nazi. Na nazi niliyokuagiza ni nazi mdondo. Unafanya mambo kwa kujiamulia. Sasa ulipotoka kwa kaka yako, alichukua kiungo chako cha mwili kimoja wapo. Rudi nyuma, kwa maana hata ukija kutakuwa hakuna la maana. Nenda, kuna kitu kanichukulie nyumbani kwake. Katikati ya mlango wake kanichotee mchanga ambao yeye anatangulizaga mguu wa kushoto kutoka nje. Sawa, nimekuelewa mtaalamu. Alakisha sasa hivi. Sawa. Pagumu hapa. Kaka samani. Wewe ni nani? Na hapa ni wapi? Pole sana dada. Pole mno. Hapa ulipokuja uliletwa na mume wako. Mimi sina jibu la kukujibu, ila aliyokuleta ndio atakuja kukupa majibu ya maswali yako. Umenielewa? Rudi nani?
Sasa hebu nisikize mama Shedi, mke wangu, sawa? Yanapo unavyoona mmeo nina 1200 tu mfukoni mwangu, tena ilikuwa ni hela yangu kukwezea nikanunua msimu wangu wa nyanya. Umesikia mke wangu? Sasa zahanati huku hatuwezi kwenda na 1200. Umesikia? Mimi nikuombe mama, ungeenda kwenye ofisi za mikopo zile ukakope hata 50,000 mke wangu kwa ajili ya mtoto. Umesikia? Alafu mimi nitajibangaiza kwenye genge, nitarudisha tu. Sawa? Haya, wai mke wangu. Yaani shoga yangu, juzi ununuzi kweli. Yaani nakupigia simu upatikane. Alafu mimi nilipata kichwa cha kusuka. Ikabidi sana nimtafute mtoto wa jirani nimwombe aje nimalizie mikia. Asa hata sijui kuna shida gani mwanangu. Yaani shoga yangu, baada uanze kunipa pole, unaanza kunisimanga. Mwanzo mimi nilikupata na tatizo. Simu yangu nimeibiwa. Yaani bado simu sina. Nimekutana na kibaka, kanipiga. Simu tupo kaichukua, bado simu sina. Sasa mbona huo wizi sasa imekuwa hatari? Shogangu mwenyewe juzi hapa nimetoka kidogo tu, nilikuwa nimeenda kuoga na jiandaa ili niende chuo. Ile narudi tu nimekuta gesi hamna, simu hamna. Yaani mtaa ushakuwa waovyo. Kila siku tunaibiwa sisi. Alafu sasa mimi kinachonishangaza, sungusungu hapo ila hata afanye kazi yao. Ndo kwanza wizi unazidi kuwa mkubwa. Yaani mpaka sielewi. Sio ataacha lini. Mbona hawezi kufanya kazi jamani? Yaani mimi mwenzenu kama amri yangu tuwashtaki wakamatwe, au ikiwezekana wafe kabisa wasionekane, ili tupumzike kuibiwa, maana mimi nimechoka. Sasa shogangu unamshtaki mtu bora wewe ulowaona. Mimi mwenza kwa hata sijawaona watu. Wanafikiri kina nani? Wezi ni wale tu wa kila siku, wakina Kangalo. Amna hata mwingine anayeiba. Maana wale ndo wanajulikana mtaani kama vibaka. Amna hata wengine. Aisee, pole. Pole na wewe. Maana janga la kwetu wote. Chaitupu mambo? Oh, Ashura. Poa, niambie. Nazi shilingi ngapi leo bosi wangu? Nazi bosi wangu leo 500 tu hapa. Wewe tena. Ashika. Niwekee hizo nyanya za 500, niwekee kitunguu, niwekee pilipili pamoja na hiyo nazi. Sawa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Dada, chukua chanji yako. Wewe mrudishie udada pesa yake. Naongea na wewe. Mrudishie udada pesa yake. Wewe rudisha bidhaa ulizochukua. Alafu chukua pesa yako ondoka. Wewe nilikupa siku 2 ufunge genge lako na uache kuwauzia watu viungo vya watoto wadogo, lakini umeikaidi kauli yangu. Sasa nitachokifanya nitajua mimi. Mongala ya sangalida. Mtu mwingine ni nuksi kweli.
Halo mjomba. Lakini mjomba, hali ya mwanangu sio nzuri. Yaani hapa ndo nilikuwa na maisha hospitali. Haraka sana, ailishe hii safari, niletee mtoto huyo hapa nyumbani. Sawa 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 mjomba, nimekuelewa. Kiukweli Mudi, umekuwa mwanaume wa tofauti sana kwangu. Kila ninapokuwa nafanya tendo la ndoa na wewe, nimekuwa nikienjoy tu kila siku. Umekuwa tofauti sana na wanaume wengine. Nakupenda sana Mudi. Nitaumia sana pindi pale utakapokuja kuwa mbali na mimi. Kiukweli mpenzi, sahau kabisa swala la mimi kukaa mbali na wewe, kwa sababu ni mwanamke ambaye kila ninachokihitaji napata kwako. Tukiwa katika mchezo napata kila kitu ninachokihitaji. Ni fundi haswa, unanikosha kuanzia kichwani mpaka kwenye unyara. Kuhusu kukaa mimi mbali na wewe, sahau kabisa. Pia nakupenda sana. Nani tena unapigia? Mpenzi, bosi wananipigia tena. Mpokelee tu tumsikilize. Sasa unajua bosi anaweza akaniambia sasa hivi kwamba ananihitaji katika majukumu yake, alafu mimi nipo na wewe mpenzi wangu. Hapana bana, msikilize tu tujue anasemaje. Hapo. Halo bosi. Kwema. Nipo nyumbani. Saizi. Sasa hapa nilikuwa na dharura kidogo, lakini bosi, unahitaji kweli saizi? Basi sawa. Basi nitajitahidi niwahi, nakuja. Sawa, nakuja bosi. Muona sasa, nilikwambia mpenzi wangu, nisipokee hii simu, bosi ananihitaji. Sawa, ana shida. Wewe inabidi tukamsikilize, ila na mimi inabidi niondoke niende nyumbani. Sawa, nakupenda sana mke wangu. Penda pia. Sawa, basi tujiandae tuweze kwenda. Kisonongo, sijakwambia unisogelee hivyo. Nataka kujua ni nani ambaye kaja kutoa ile dawa ambayo mimi nilikuwa nafanya tambiko kwenye nyumba yangu. Kwa mimi ndo nimetoa au uliniona mimi kati natoa? Wewe vipi mjomba? Utakuja kufia mikononi mwangu ujue. Spende vesheni. Usinichanganye. Mimi sio chizi. Hiyo utajua wewe. Alafu mimi usiletee mapicha picha. Mimi nakwambia usiletee mapicha picha mjomba. Kwa hiyo nataka ubaya. Kama unataka ubaya sema unataka ubaya. Mimi sikutishi. Kama utabahatika kuliona jua la kesho, basi sio pashambe mimi. Lakini siku yako imeshakwisha. Wewe jaribu kuomba Mungu, nenda kaombe msamaha kwa watu ambao umewakosea. Wewe mjomba, uchao endo kwa mentali. Alafu mfanyaje ongei. Kama kweli mfanyaje, fanya mjomba. Alafu muone kikichwa. Hiki kichwa cha mwenda azimu. Mimi nishafurugwa. Tushapita matatizo kibao. We nani? Mshamba nini wewe? Atutushui maisha na shamba kama nyinyi. Alafu kama unaweza kufanya fanya mjomba.
kazi anayo, hajajua anaongea na nani, itakuwa kajisahau. Mjomba, hali ya mtoto sasa kama unavyoiona inavyoendelea, ila nimekuita hapa, kuna jambo nataka niweze kukushirikisha. Jambo gani tena hilo mjomba? Vizuri sana. Kwanza kabisa inatakiwa ujue kama ungeweza kufanikisha kumfikisha mtoto huyo hospitali, basi ungemmaliza kabisa, ila mimi nikakuwahi nikakwambia mlete mtoto huku. Sio kila tatizo la kukimbilia hospitalini, mengine natakiwa ujiulize, sawa? Ila tu nataka nikwambie kitu kimoja, anayemuumiza mtoto ni mama yake mwenyewe. Ha? Mke wangu mjomba? Imekaje? We Shedafa, umefanya nini hapa? Hamna. Kwani wewe bwana nimefanya nini hapa? Hujafanya kitu wakati umechota mchanga kwenye uwanja wangu hapa. Shedafa, nisikilize, mimi sipendi matatizo, na alokutuma ujue kakosea. Mimi sio mtu wa kuzungurukwa. Na Shedafa, kila siku mimi nakwambia kuheshimu. Shedafa, muheshimu. Kwa kifupi, heshimu heshima. Hivi Shedafa, unagundua hata mamangu mzazi mimi ndo nilomuua, basi hataki kukufanyia jambo baya, mimi sishindwi. Utarudisha, kurudisha. Nimekwambia rudisha. Ha! Shedafa hivi ana akili kweli? Sasa kajichanganya na nitamkomesha. Michezo. Subiri. Jiani, samahani kidogo. Mimi kwanza nianze kukuambia hongera sana. Asante sana. Naona umerudi na mgonjwa akiwa yuko vizuri kabisa. Ila natamani kujua ameponea kwa mganga au hospitali? Mungu amesaidia jirani. Mjomba wangu ndo amemsaidia mwanangu mpaka amepona. Binadamu wanataka kumtanguliza mwanangu pasi na Mungu kupenda. Kwa hiyo namshukuru sana mjomba wangu kunisaidia kwenye hili.
Sawa, ila nahitaji msaada mmoja tu kutoka kwako. Siku ikatokea na mimi nikaumwa, nipeleke kwa mjomba wako ili aweze kunisaidia kama alivyokusaidia wewe. Mpaka nakuomba huo msaada. Mimi mwenyewe binafsi nimemwamini kwa jinsi tatizo la mwanao lilivyokuwa kubwa. Sikutegemea kama anaweza akapona, ila akapona kupitia mjomba wako fundi. Sawa, hamna shida. Mkuu, mbona leo upo out of mood? Yaani namaanisha kama umechanganyikiwa hivi. Ni kweli siko sawa leo. Kuna vitu vinanichanganya. Yaani nimeona wanarudi, mtoto wao anatembea mwenyewe bila kubebwa wala kushikwa. Mkuu, lakini mbona tulihakikisha kila kitu kipo sawa. Sasa hii inawezekanaje? Hiko ndo kitu ambacho kinanichanganya mpaka sasa hivi. Na maana hata mimi mwenyewe sielewi. Ila bado sijachoka. Ili swala naendelea kulifanyia kazi mpaka nimgundue mbaya wangu ni nani. Mimi sijawahi kushindwa. Sawa. Mimi na imani hamna shida. Na imani kila kitu kitakuwa sawa. Lakini pia nimejitoa kwa ajili yako. Nipo tayari kufanya chochote kile. Wewe niagize tu. Mimi nitafanya. Sawa, haina shida. Acha nikuache uendelee na kazi, ila sasa hivi vitovu vya watoto mbona vimekuwa havitoki kabisa? Mkuu, kiukweli ndani ya siku mbili hizi biashara imekuwa ngumu kidogo. Lakini usiwe na wasiwasi, vitaisha tu. Sasa mbona vitu vile vinatoka? Vile vitu vinasogea kwa sababu wateja wangu wanavipenda sana. Ila hivi vitovu vya watoto ndio vimekuwa changamoto. Nimekuuliza hivyo lazima nipate hofu. Kwa sababu mji nao mzito, unajua? Sio watu washagundua kama tumeweka viungo vya binadamu hapa ikawa mambo mengi. Hapana mkuu wangu. Mimi nawajua. Hawajatambua chochote kinachoendelea hapa. Sawa, kazi njema. Hamna shida mkuu. Uende salama. Isi za elementari hili afisina tamia yani. Sana za elementari kanoma ujue barabarani hapa. Kafara zinachorwa. Hii mbona freshi? Usikute bodaboda katuma kadondosha. Aiera basi kwa simpepe. Tulia. Sasa noma nini mzee? Unauliza noma nini? Hujui? Mama kuleta mimi mapicha au vipi? Naona nakuletea mapicha. Wewe uone kama unachokifanya ni mapicha. Sasa hebu nisikilize. Kwanza umeleta dharau. Hiki kichwa sio nazi. Na unakuta kitu njia panda unashindwa kujiuliza. Hiki kitu kimefikaje? Angalia vya kuokota wewe. Utakuja kuokota vitu vingine ambavyo vitakuwa vikuhusu kama ulivyonifanyia mimi. Sasa nisikilize. Hii bado haijaisha. Paka iishe. Na amini usiamini, sidhani kama siku utaimaliza wewe. Sasa mjomba ujue mjomba bwana, mjomba. Tutapeana lawama bwana mjomba ujue. Yaani lazima nikufanye kitu kibaya wewe. Nimeweza kwa kilimbani nimelisi kwa mama, ila mama tu kashindwa kuzitumia na ndio maana zitumia mimi. Ukiendelea kunikela, yani kama nilivyokuelekeza, lazima nikufanye Ene kuheshimu, mheshimu. Kwa kifupi, heshimu.
Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, 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 mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, mpakani kuna mbazi zangu. Waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo, waenda wapi na ungo. Karibu sana shemeji. Kido, nimekuja kusikilizia ile jambo nilokuambia jana. Maana naona mpaka sasa hivi kimya, hujanipa jibu lolote. Samani, unajua mimi ni shemeji yangu. Nimekaa nimewaza. Nimeona nikifanya hivi ni kumkosea heshima rafiki yangu. Kwanza nikuulize kitu. Kwa mfano ungekuwa ndo Kido sasa, nini ungefanya ili kulipuka hili? Shemeji, unanitia matatizoni unajua. Tuache. Kwa sababu kama rafiki yangu akijua, itakuwa mbaya sana kwangu. Kido, we mwanaume bwana. Au wewe ndio utaenda kumwambia? Basi sawa, kama utaenda kusema. Huo sasa ndo wanaume. Sasa nisikilize. Nikula nyama, alafu nyamaza. Nifuate. Lakini shemeji, samani, huko tunapokwenda siko Pashambe huko? Kulikuwa, lakini sasa hivi Pashambe ameshaama. Mimi ndo nakaa hapa. Twende. Mimi siendi bwana. Twende. Nimekwambia twende. 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 Mama. Pashambe ananiua. Wewe, yani wewe lazima nikuue. Pashambe ananiua.
Twende. Huyo mtoto mtoto kauta, mtoto kautaka, mtoto kauta, mtoto kautaka. Mtaalamu baba, nimerudi. Samahani ndugu yangu, yaani huwezi amini, tayari nilikuwa nishafanikisha swala zima la mimi kuupata ule mchanga, lakini kilichotokea kiukweli nimechanganyikiwa. Yaani nafikia hatua nahisi hasira. Yaani mchanga nimetoka nao pale kwake, nimekuja nao mpaka njiani. Nimefika njiani, kwa bahati mbaya nimekutana na paka. Yule paka kwa jinsi alivyokuwa ananiletea upumbavu, nikaona nimzibue kwanza jiwe nimzimishe ili niweze kuendelea na safari zangu. Ndugu yangu mtaalamu, nimeweka kile kifuu chini ili nimshughulikie yule paka. Narudi simuoni paka, nageuka upande wa pili nilipoweka kifuu na kifuu chenyewe sikioni. Sijajua hapo kitu gani kimetokea. Lakini nikasema kabla sijafanya chochote, nije kwanza hapa nikuelekeze hayo mazingira. Ikiwezekana wewe uniambie tufanye nini. Wewe ndio mjuaji wa kila kitu ndugu yangu. Mimi sijui haya mambo. Tufanye nini baba? Umekosea. Ni kweli, hata mimi naona. Kwa hapo nimefeli. Lakini sasa wewe ni mtaalamu, wewe ni mkulungwa. Hebu fanya namna. Shedafa, umekosea. Nisikilize. Siku hii ya leo haitakiwi kuisha mpaka tuupate mchanga, na kama tutaukosa mchanga, hakikisha nipate uzi wa nguo yake ya ndani. Hapo pagumu baba. Yaani swala la mchanga naweza nikapambana nikarudi tena pale nikaupata, lakini kwenye swala la uzi wa nguo ya ndani hapo kidogo kipengele, kwa sababu siamini kama yule Pashambe anavaa nguo za ndani. Yule havai. Sasa kama havai nguo ndani, mimi naipata wapi? Hapa mimi naona ngoja nirudi pale ili nipambane niupate ule mchanga. Swala la nguo ya ndani baba, yule Pashambe havai nguo ya ndani kaka. Kweli tena na kuhakikishia Pashambe havai nguo ya ndani. Nisikilize. Kwa sasa usiende. Pita ndani kamwangalie mkeo, maana akashaamka, na wewe nikuwekee poza na nikuongezee nguvu ukapate nilichokutuma. Hapo sasa safi. Hapo mtaalamu kidogo umenifurahisha. Kwa nini umenifurahisha? Umenifurahisha kwa sababu ukisha nipa hiyo dawa, tena mimi nikwambie, nipe ile kidogo ambayo sijui ni kupaka, sijui ni kuoga, ile ambayo nikifika pale yeye hawezi kuniona. Nichukue mchanga nirudi. Na ukisha nipa ile ambayo hawezi kuniona, na kuhakikishia sio mchanga tu, naweza kukuletea hata unywele wake wa chini. Pita ndani. Wanga wabaya wanrudisha nyuma, si unaona? Wanga wabaya wanrudisha nyuma, si unaona? Wanga wabaya wakwamisha mambo, si unaona? Mama Shedi. Mama Shedi.
Samani jirani. Eti hujamwona mke wangu hapa? Unasemaje kwanza? Yaani nilikuwa namaanisha hivi. Mke wangu hujamwona hapa nje, simu yake inaita ndani. Hivi una akili wewe? Yaani swala la mke wako unaniuliza mimi? Kwa hiyo mimi naona mimi ndo mlinzi hapa eh? Mimi nikulindie mkewe? Mbona muda wa kulala huwezi kusema nije kukusaidia? Sasa subiri nikupe majibu ya swali lako. Mkeo yuko ndani, pita. Basi mzee wangu, basi Aisha. Yuko ndani, njoo. Basi nisamee mimi. Samani, nisamee mimi babangu. Samani. Mtu mwingine hata imechanganyikiwa akili, swala la mke wako uniulize mimi? Usiniogope binti. Mimi ni mtu mwema tu. Na nimekuja kwako kwa upendo. Sio kwa ubaya. Kwa ujisikie huru. Kakako nimemkuta? Hapana. Hayupo eh? Sawa. Saidie maji ya kunywa. Asante. Mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa ndugu yangu. Hii sio kawaida kabisa ya mke wangu. Yaani aondoke masaa yote bila kurudi nyumbani. Hii hali inanitia mashaka sana Kisonondo. Nashindwa hata kuelewa ya ndugu yangu. Na unavyoniona hapa nimezunguka kote kumtafuta kwa marafiki zake wote. Sijamuona mke wangu. Unajua mambo kama picha ujue. Oa, mimi nakusanua mwanangu. Nakusanua kama ndugu yako ujue. Yule mpangaji mwenzenu yule. Oa, yule mzee yule. Nani? Sura za migomekundu mekundu yule. Pashambe. Huyo. Oa, mzee Nuksi yule ujue. Kuna siku nakuja pale na anavunja nazi mlangoni kwako. Yaani Pashambe umemkuta anavunja nazi nyumbani kwangu? True story. Yaani hiyo true story. Na sikuwahi kukwambia nimetula tu. Sema kuna kuelekea yule mzee atakuja kuamaliza wote pale msipoangalia. Hata sasa nifanyaje yani? Tatizo lako wewe ndio hilo. Wewe unajifanya Muislamu safi. Sante moja unazunguruka. Hapo sijakuelewa Kisonondo. Yaani nizunguke kivipi? Kido. Hata shilingi na pande mbili. Kuna kichwa afu kuna mwenge. Usipokula kichwa basi utakula mwenge. Nenda hata kwa wataalamu mzee. Nisikize ndugu yangu. Mimi nitafuata wazo lako. Hapo unavyoniona hapa, naenda kwa Shura Kiuno kumwangalia pale. Alafu nitakupa majibu basi. Tukae.
Tukae. Wewe. Oa. Tulia. Nimekwambia tulia. Sisuki. Wewe tulia. Nimekwambia tulia. Twende unapotaka kwenda, sisuki. Nimekwambia sisuki. Nimekwambia tulia. Sisuki. Nilifanya kidume na bado, yaani wewe kwangu umeyakanyaga, wengine wanasemaga umeyatimba. Umeshtuka nini? Na unaogopa nini? Naomba tutazamane vizuri mradi tuelewane. Unajifanya mganga eh? Ila kwangu mimi nakuona wewe ni tapeli. Ila nikuulize swali. Toka umeanza utapeli wako kwenye kazi yako, kuna mwamba yoyote ambaye ashaingia nyumbani kwako hapa, au mchawi yoyote yule zaidi ya mimi Chief Alwatan Pachambe? Paka unakaa kimya, jibu manake hapana. Sasa nisikilize, kuna misukule yangu hii miwili, wewe unaisaidia, alafu mimi nina kazi nayo. Sasa ili uweze kukaa kwa amani na kazi yako au utapeli iendelee, naomba usiniingilie katika hii kazi. Yoyote anayekuja kukuomba msaada wewe kwa ajili ya mimi nisimzuru, sitaki umpokee. Nadhani tumeelewana. Nisikilize Pachambe, mguu uliojia ndio mguu unatakiwa kuondokea, na uharakisha sasa hivi kabla sija kufanya kitu kibaya. Hivi una akili wewe? Mimi sikutishi mzee wangu. Kama unaweza kufanya chochote, kichwa hiki hapa, fanya unachojua. Mama, umenipigaje? Umenipiga konzi au umenipiga na jiwe? Mimi najaribu kukuelewa sana mjomba, lakini ili swala sasa hivi naona kama linafika sehemu moja ambayo ni mbaya zaidi. Lakini kwa akili zangu mimi ninavyoona, ili swala tuweze kulimaliza kwanza kifamilia. Tukae kama familia, tukae chini tuzungumze ili mradi tuweze kulimaliza. Lakini tukisema kwamba tutumie sasa kiserikali, mimi naanzaje kumshtaki aliyakuwa na yeye pia ni mjomba wangu vile vile? Nawezaje mjomba? Mjomba, kwani anayeshtaki ni wewe, anayeshtaki ni mimi? Wewe unachotakiwa ni kunipa tu barua. Sasa unapokuwa umenipa barua, mimi naenda ngazi za juu, maana yake hujaenda wewe, nimeenda mimi. Sio, unanielewa mjomba? Hebu wewe nipe hiyo barua. Au kama unahisi kuna namna nyingine ambayo unaweza ukafanya akaacha kufuatilia maisha yangu, basi mwambie. Lakini ikishindikana hiyo,
Mjomba, ili hata mimi na wewe tusije tukavuniana heshima, nitahitaji hiyo barua ili niende ngazi za juu. Sitaki upumbavu, nishachoka mimi. Shedafa, tuliza kwanza Munkari. Huko unapokwenda sasa hivi ni pabaya zaidi. Unaweza ukatatua tatizo lako kwa kuongeza matatizo. Wewe mwenyewe ukajikuta unaingia katika matatizo zaidi. Sasa ili swala nimesema naomba niachie mimi. Mimi Pashambe anizidi. Ananizidi nini mimi yule? Na mudu vizuri tu. Kwa hiyo nimesema niachie mimi nitalimaliza. Wewe nenda kakae katulie kwanza. Na mimi niseme hilo swala lifanye leo. Muite kazungumza naye. Kwa sababu ikishindikana sana na wewe ukiweka ugumu wa kunipa mimi barua ya kwenda mbele, ile nyumba anaoishi inaichoma moto. Na hapo sasa mimi nitaenda jela kwa kuchoma moto mtu, lakini kipindi hicho tayari nishamuua Pashambe na nishamfukia kwenye ile nyumba. Nenda katulie mjomba bwana. Hata wana. Hodi. Mwenyewe. Samahani kiongozi. Nisikilize. Ugeni wenu na ujua. Na najua nini kilichowaleta. Wewe pita huku uje kukaa kumsubiri ndugu yako, maana nina maongezi naye. Naomba unisikilize kwa makini ili usikosee. Nataka nikutume. Sio nikutume kwa mfalme kuna ng'ombe zangu, hapana. Ila nataka nikutume kwenye duka la asili. Yaani duka la dawa za asili. Na hapo kuna kitu nataka ukaniletee. Nahitaji dawa. Na hiyo dawa inaitwa mvunja hukumu. Mvunja hukumu? Na hiyo dawa ndiyo tiba ya matatizo yenu. Hakikisha unawahi kwenda na unawahi kurudi. Hamna shida. Mvunja hukumu, hamna shida. Pashambe baba, nakuomba babangu nisamehe. Najua nimekukosea babangu, nisamehe nakuomba. Na siku ya 7 Pashambe sijaona haja zangu. Dila. Ndio baba. Naomba unisikize kwa umakini. Yaani wewe kukosa haja kubwa kwa muda wiki moja ni siku chache sana. Kwa mimi nilifikiria mwaka au hata miaka miwili. Ila najua umuhimu wako. Ili nisikufelishe, uendelee na kazi yako ya ufundi seremala. Nataka nikupe kazi moja tu. Sio kubwa, ni ya kawaida. Je, uko tayari kuifanya? Mimi kazi yote baba mimi nitafanya. Niambie tu, nipo tayari kukusikiza babangu. Sawa. Nilikuwa nahitaji unitafutie ubao wa futi 6. Yaani sija kuelewa. Nahitaji unitafutie ubao wa futi 6 ni upate muda sio mwingi. Sawa baba. Sawa. Ubao wenyewe kimo chake kama huyu. Urefu wenyewe kama mwenyekiti. Nahitaji niutumie kwa ajili ya kuzikia. Unaweza ukaenda. Sawa baba. Nitafanya kazi yako. Sawa. Umenisamehe? Nimekusamehe. Asante baba. Pashambe, ina maana bado hujaacha ujinga ambao unaufanya? Tena mbaya zaidi, nafika hapa nyumbani kwako unanifananisha mimi na ubao tena wakwenda kuzikia. Na unafananisha na ubao wa maiti kweli? Sio nafananisha. Marehemu mwenyewe ni wewe. Koma wewe.
akakome mamako na baba yako. We, tena usinichanganye. Ipo una akili kweli wewe? Akili ninazo, afu umekuja kwangu sitaki makelele. Hebu naomba nisikilize bwana. Mimi nimekuja hapa na matatizo yangu mengine kabisa. Nina kesi kibao ambazo nimeletewa kuhusiana na wewe. Sasa nakuja hapa nakuta tena matatizo mengine. Wewe ukoje kwani? Ukui? Baki hapa hapa. Baki hiyo vipi sasa? Yaani nakuzika hapa hapa kama paka, yaani bila ya ubao wa mwanandani. Atabaki bebelo. Naleta jeuri na dharau wakati uko nyumbani kwangu. Afu nina vyombo. Havibahatishi. Sijai kuomba jambo likaenda vibaya. Kila kitu kinaenda sawa. Nilikusudia kumuua mama na imewezekana, mtakuwa nyima paka manifuata nyumbani kuniletea fujo. Vipi mshikaji wangu, mnazidi kwenda pokea simu basi. Vipi? Nafanikiwa kumpata? Hapana mtaalamu. Napiga simu zake hata apokee. Nimpigia zaidi ya mara 3 mara 2. Hakuna mafanikio yoyote. Sawa, subiri. Wandela ngasolo wankangalo kusambela akapandale kete nalombaga. Waka. Nisikilize. Ndugu yako yupo. Mna unavyozungumza na wewe. Kuna mahali yupo. Anaichapa. Anaichapa? Unamaanisha nini? Namaanisha anafanya uzinzi. Sema na vitu natumalizana vingine, anafanya vingine mshikaji wangu. Sawa Lina. Mimi naelewa kwamba ni muda mrefu mimi na wewe hatujakutana, kwa sababu mimi nipo na familia yangu. Alafu sichokijua Lina, yule mimi ni mke wangu. Yaani kivi vyote vile siwezi kuwa natoka mara kwa mara kuja hapa na nikamwacha mke wangu nyumbani. Na ndio maana nikakwambia mpenzi wangu, nipatie basi pesa mimi nenda nikakamilisha hayo mambo mengine. Mbona unafanya hivyo lakini? Kwa ina maana mke wako ni bora kuliko mimi, si ndio? Umeniambia umenimisi. Ninje utanipa kiasi cha pesa lakini pia tufanye. Nimeshakupa unachokitaka mama. Basi nipatie pesa mimi niwahi mwenzio. Nimekwambia nimetumwa na mganga dawa. Kwa nini si nimekuomba tu mara moja? Naomba tu kidogo turudie, mimi sijalizika. Mimi nachelewa Lina, nachelewa. Hapa nishachelewa Lina. Mambo nyingi haraka haraka. Kuna nifanya hivyo lakini. Tumefanya sawa, mimi sijalizika. Basi naomba turudie tena. Mimi nitakupa hela yako unayotaka. Hebu nisikilize. Mimi naona unanitania. Alafu maisha ya mke wangu ni bora kuliko hata wewe. Ile ni ndoa na yule mimi ni mke wangu. Wewe ni kimada tu. Sasa fine, si umeninyima? Hakuna shida. Acha mimi nikapambane ili nipambanie mke wangu. Kido, simama basi tuongee, rudi. Kido.
Sasa hizi. Salama. Shikamoo kaka. Poa. Ya bwana, hebu sikiza kitu kimoja nikwambie ndugu yangu. Sawa? Mimi ni mtu mzima. Kwa huu kaaji wenu, utembeaji wenu tu ambao nimewakuta wewe na huyo, bila shaka hapa kuna kitu kinachoendelea. Na sio kitu tu, nyinyi ni mna mahusiano ya kimapenzi. Sasa huyo kama hajakwambia mimi ni kaka yake kabisa. Si umeelewa eh? Kwa nina uchungu na dada yangu. Wewe. Huyu kwa nini hujamleta nyumbani sasa? Ili afuate utaratibu kama anakupenda aje kuoe, ili muishi kwa amani na uhuru. Eh? Huyu mwanamke kama unamtaka, ungefanya hivyo kaka. Lakini unafanya wewe ni ufala na ujinga unaoleta wewe. Hivi angekuwa dada yako ungekubali wewe ufanye vitu kama hivi? Eh? Sasa una bahati. Yaani leo tu niko na mambo yangu mengi yananisibu. Kwa sababu ya huyu mpumbavu na familia yangu. Isije kwa hivyo kaka. Isije kwa hivyo ndugu yangu. Leo rafiki ungenifahamu pana wangu wa pili. Wewe. Tuondoke. Twende kuonyosha. King of Blue. Pole sana dada. Asante sana mtaalamu. Binadamu ni wabaya mno. Kwa maana haya macho haya yanaweza kuona kila kitu, lakini hayaoni giza ambapo kwenye ubaya na matatizo. Nachomaanisha, matatizo yako yanatokana na pale nilipokukuta unanunua bidhaa kwenye lile genge. Pale nilipokukuta unanunua bidhaa, zile nyanya, vitunguu, nazi, sio vitu vya kawaida. Ni viungo vya watoto wadogo. Mungu wangu. Ndio maana mtaalamu. Yaani nilikuwa kwenye mahusiano muda mrefu sana, lakini nimefika muda ananiambia tuoane, akanikatalia, yani ghafla tu. Hadi mimi nikaa nashangaa. Binadamu hawa. Lakini ili niweze kukusaidia, kuna vitu navihitaji. Nahitaji jogoo mwekundu na vitambaa vyeusi 7. Na maanisha kaniki nyeusi. Sawa mtaalamu, mimi nimekuelewa. We binti, naomba uende ukakae pale alipokaa ndugu yako. Nina maongezi na kaka yako mkubwa. Wewe si uende mtaalamu anakuambia? Bishi tu. Hivi wewe unajielewa nini unafanya? Nilikutuma uende duka la asili ukaniletee mvuja hukumu, lakini wewe ukaenda kufanya uzinzi. Ni kweli mtaalamu. Hayo inabidi niyapokee na niyakubali tu, kwa sababu ni kweli nimefanya. Lakini kwenye kufanya kwangu mtaalamu, ni kwamba nilikuwa natafuta hela ya kwenda kununua huo mvunja hukumu. Kwa sababu mpaka sasa hivi mimi sijui mvunja hukumu ni bei gani. Kwa hiyo hela nilikuwa nayo mimi hapo mtaalamu ni buku 200 tu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo nilikuwa sina hela nyingine kwenda kununulia mvunja hukumu. Lakini nimeenda kwa mwanamke wangu huko pia nimekosa hiyo pesa. Mungu tu ashukuriwe. Ndio nimemkutana na hiki kiumbe hiki, huyu mdogo wangu ambaye tulikuwa tunamtafuta huyo. Ndio tumemleta hapa mtaalamu. Kwa hiyo nisamee baba yangu, nisamee. Wakati wewe unafanya unaona yako sahihi kwako, muda huo kuna mtu anakunyemelea kwenye mkia wako. Pashambe atakuua. Kiongozi, mimi nimekuja na shida. Na shida yangu ni kubwa mno. Hapa naponiona kijana wako, mke wangu nyumbani hayupo, na ametoweka katika mazingira ghafla tu. Nimejaribu kuchunguza, nimejaribu kuangalia, nikafuatilia kwa kina, nimezunguka kote kumtafuta mke wangu, lakini nimemkosa. Mimi mwenyekiti sijawahi kushiriki shirki. Yaani mimi na vitu vya ushirikina na vitu viwili tofauti. Ili sasa kanibidi niende kwa mganga wa kienyeji, ili nijue hiki kinachoendelea. Maana kuna wakati nimekuwa nikiota ndoto za ajabu. Mara na mwanangu namzika, mara mwanangu namfukia mwenyekiti.
Nikasema hiki nini? Naenda kwa mganga wa kienyeji. Ananiambia mtu ambaye anasababisha matatizo haya ni jirani yangu. Mimi si nimemkosea nini Pashambe mwenyekiti? Pashambe tena? Basi arudishie mke wangu mimi niame. Yaani mimi mwenyekiti nipo tayari kuacha takodi. Mimi nimeipa mwaka mzima mwenyekiti. Mpaka sasa hivi na miezi 2 tu. Hiyo miezi 10 yote mimi ningesamea mwenyekiti. Ningeondoka basi arudishie mke wangu Pashambe. Kwanza ndugu yangu, kwanza acha kulia. Wewe ni wa kiume. Mwanaume halii. Hata kama ana huzuni kiasi gani, anaumizwa kwa kiasi gani, mwanaume analia ndani kwa ndani. Sasa cha msingi wewe hapo unatakiwa kwanza kufikiria na kuona namna gani unaweza kumpata mke wako. Kwa sababu masuala haya ya shiriki ni masuala ya nadharia tu. Na ndio maana hata sisi kwenye serikali hatuamini uchawi. Tunaweza tukasema kweli Pashambe ndio kamficha mke wako, lakini tuna ushahidi upi? Kwa hiyo nakuomba kwanza tulia, tutafakari tuone namna gani tunaweza tukampata mke wako. Sijui kama unanielewa, lakini unajua mwenyekiti mimi na sila, unajua mwenyekiti. Kwa sababu unajua mwenyekiti mimi Pashambe, unajua mwenyekiti mimi anishindi unajua. Mwenyekiti kama nikiwa mangu chukua sheria mkononi mwenyekiti, unajua mimi nachukua vitofa tunampiga Pashambe vitofa mwenyekiti mimi nitaua, unajua mwenyekiti unajua. Unajua mwenyekiti mambo yameshanifika kooni, unajua mwenyekiti unajua. Sasa mimi nikiwa mwanangu na machana nani mwanangu mwenyekiti, mwanangu mdogo yule. Hilo ndo la kulifikiria zaidi. Unapokuja kufanya maamuzi kwa hasira, kumbuka huko nyuma umemwacha nani na nani. Alafu wewe utakuwepo wapi? Mathalani umefungwa, ndio umempata mke wako. Mtoto wako atahudumiwa na nani? Kwa hiyo tuliza hasira. Hivi vitu vingine vinatakiwa kwamba tuweze kuvitatua kwa hekima na busara zaidi, lakini sio mahasira na maugomvi. Sawa? Inakuwa mwenyekiti ulifuatilia hili swala kwa kina. Kwa sababu mpaka sasa hivi sijui Pashambe mke wangu mpeleka wapi na anamfanya nini. Hivi mwenyekiti ashumu ndonge kwa wewe sasa. Yaani mwenyekiti mke wako Pashambe anamchukua, hujui kampeleka wapi, hujui anamfanya nini mwenyekiti. Mke anauma mwenyekiti unajua. Yaani shida ni hiyo nini? Lakini tuliza kwanza munkari, alafu tuone ile swala tunalifanyaje. Umeelewa? Wewe kijana usije ukaenda ukafanya vitu vya ajabu huko. Unanielewa wewe? Pashambe usijue anatafuta nini? Yaani kila mtu anamzungumzia yeye, kila mtu anamzungumzia yeye. Kuja kukupiga siku wewe. Uwa, mchize kakako wewe michize wewe. Wana moto hujaona mtaani. Bali wote hujawaona. Tunatembea na kichao pale chizi mmoja tu. Na bala kibao nakwambia ujue. Bala kibao nakuelekeza lakini wewe. Yaani taira ujue. Suru mwanaume gani kutembea naye? Wewe umeona wapi mwanamume wa kitimamu anakuwa na mwanya? Umeona wapi? Wewe mwanaume wanaki kibao. Mimi nakupendea kutoka na usije kupata maradhi. Yule mimi namjua vizuri ujue. Sasa naye mwambie. Unajua mlichokifuata? Unapokuja katika sehemu ya mtu, fata mila na taratibu zilizokuwekwa. Hayo makelele yenu mungepigiziana nyumbani kwenu. Sihitaji makelele, kwa maana mtaharibu masharti hapa. Mmenielewa? Mmenielewa? Natoka, nitarejea, ila sitopenda na sitopendezwa kuendelea kusikia hayo makelele, kwa maana hapa mmefuata tiba. Makelele kapigeni makwenu. Wangalusa walewa tina gachia. Wewe nitakuja kupa mkeo siku moja wewe. Wewe na ushukuru hapa. Sasa naomba mnisikilize. Kabla ya kuendelea na chochote, tutaanza na yule. Na malumbano yenu ya kila siku na ugomvi
na matatizo yanayoendelea yanatokana na yule, kwa maana ana jini mahaba, na ili tuweze kufanikisha kumsaidia yule na wewe, lazima kwanza nimtoe jini mahaba. Sawa? Wewe binti, pita ndani. Kudadadeki Aisa. Wewe ni nani na umefuata nini nyumbani kwangu? Mimi nikuulize wewe ni nani na umefuata nini nyumbani?